Ninamshukuru Mungu tena kwa nafasi nzuri alitupa, na yuko hapo siku ya leo kutusaidia kwa utukufu wake. Kwa hiyo yuko ndani ya moyo wako, kwa tayari kuona Mungu anakuhudumia. Bwana asifiwe sana. Familia, naangalia hali yako ya ndani ya moyo, ina kiu kiasi gani? Anaangalia kiu yako. Kwa hiyo yuko ndani kuwa na kiu, lakini pia kuwa tayari kufanya ambacho nataka ufanye. Tunaomba siku leo muhimu sana hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nakuombea neema ya Mungu usipitwe. Kwa leo uenda leo kile ni siku ambayo utakuwa na mgeuko mkuu kwenye maisha yako, au ni mwanzo mzuri kwenye maisha yako. Kwa hiyo uko ndani kuwa tayari kuona unapiga hatua mpya, lakini pia tamani kuona kuna kitu kipya Mungu anakifanya kwako siku ya leo. Bwana atukuzwe sana. Haleluya, haleluya. Basi tuna ujumbe ambao tumeanza nao siku hii ya kwanza mpaka leo na kuendelea. Unasema jitambue wewe kama mbegu. Jitambue wewe kama mbegu, au jione wewe kama mbegu, ili kusaidie kushinda vita za kimifumo ambazo zinakuzuia usiote. Jitambue wewe kama mbegu, ili kusaidie kushinda vita za kimifumo ambazo zinakuzuia usiote wewe kama mbegu. Kwa hiyo kushinda vita za kimifumo, pati ya pili ya somo hili, kwamba kushinda vita za kimifumo inategemeana na namna ambavyo unajijua na kujitambua. Kwa siri pekee sio kwa vile unakaa unaomba sana, unafunga sana, lakini siri pekee kushinda vita za mifumo ni pale ambapo unaanza kupata awareness, kupata kujua kwamba okay, mimi niko hapa kama mbegu. Hiyo ni silaha muhimu sana kwa kushinda vita za kimifumo. Na mifumo kushinda vile una upako mwingi, unaomba sana, au shindi kwa njia hiyo peke yake. Sawa, kuomba ni muhimu sana, lakini mifumo ushindi kwa vile unakaa unaomba sana. Hayo unaishinda kwa kujua na kufahamu kwamba uko hapa kama mbegu. Na ndio maana moja ya hofu ya shetani ni wewe usijue wewe ni kama mbegu, au mbegu ya aina gani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tukaanza jana kwamba njia pekee ya mtu mbegu kuota, njia pekee ya mtu mbegu kuota nampa ishara hawezi kuota. Sababu zile ideas ambao Mungu anakuonesha ufanye nini, lengo lake uanze kuota. Kwa hiyo upokee ufunuo au ile wazo, halafu ujifanyie kazi, maana hujaanza kuota bado. Na ndio maana adui haruhusu kuwa na uwezo wa kufanyia kazi ile wazo. Anakupa uwezo kutaka wazo unakuwa nao, lakini hata kuruhusu kirahisi sana uwe na uwezo wa kufanyia kazi ile wazo. Kwa sababu kuwa na wazo sio shida, lakini shida inaanza pale kuanza kufanyia kazi ile wazo. Matokeo yanakuja kwenye mchakato. Sana ndio kuna mbegu wazo ndani yako, lakini kama unafanya kazi, basi hiyo mbegu imekaa store, iko store bado. Kwa hiyo kwa kufanyia kazi ile wazo, ndio maana kwamba unachukua hiyo mbegu kutupia chini ardhi, lengo lake ianze kuota. Kwa hiyo mtu ambaye ana wazo ambaye afanye kazi, ana mbegu ndani yake nzuri sana, lakini hiyo mbegu iko store. Kwa hiyo kule store haitazaa. Bwana asifiwe sana. Ili izae ni mpaka iende shambani kwenye ardhi ili izae. Kwa kufanyia kazi ile wazo. Haleluya. Amen. Okay, tunaanza pati ya leo, topic ya leo. Kuna watu ambao wana wazo ndani yao kabisa, lakini pia na wanafanyia kazi mawazo, alafu wao kufanikiwa. Na mtu mbegu ambaye ni mbegu, maana ametumwa kufanikiwa duniani, ametumwa kufanikiwa. Mtu huyu Mungu atupa mawazo mbalimbali. Kwa hivyo wewe ni mbegu kwenye eneo la familia au ukoo au kanisa au taifa. Kwa hiyo chukua wazo hili lifanyie kazi kwa lengo la kuifunua ile neema kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya familia. Chukua ile wazo na kwenda katika kuchukua ile wazo na kulifanyia kazi. Halafu haone kufanikiwa.
anapambana kweli, pambana, piga maombi, fanya kazi, lakini haoni akifanikiwa. Maana yake tuende upande wa pili. Kuna namna na kuna hila za mwovu shetani ambazo anazitumia kuwazuia watu wasifanikishe mawazo yao. Ni kweli ana idea ndani yake nzuri sana, anapambana kweli, pambana sana, lakini haoni kutoboa. Nini? Kuna mpango wa adui au hila ya shetani ambao anaipanda kwa lengo la kumzuia mtu huyo asifanikiwe kuota kwenye wazo lake. Ni kweli, fanya kazi, chukua hatua kabisa, lakini hiyo mbegu isiote, na kama ikiota basi izae mabaya. Haleluya, haleluya. Ukifungua kitabu kile cha Waefeso sura ya 6, Waefeso sura ya 6, Waefeso sura ya 6 na mstari ule wa 11, anasema hivi: vaeni silaha za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo ili uzipinge hila za shetani, jambo la kwanza ni uvae silaha za Mungu. Neno hila ni nini? Neno hila manake ni akili ya kificho, ni akili ya hali ya juu sana ambayo mwovu anaitumia kumzuia mtu, na mtu huyo asijue kama ni mwovu amemzuia. Yaani anakuzuia alafu usijue kama ni adui amekuzuia. Na maana neno hila manake ni akili ya juu sana. Okay. Biblia nyingine ya habari njema, Biblia habari njema anasema hivi, mstari huo ile Biblia tafsiri ya habari njema. Tafsiri ya habari njema. Biblia tafsiri ya habari njema. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 11. Anasema hivi: vaeni silaha anazowapeni Mungu mpate kuzipinga mbinu mbaya za ibilisi. Kwa hiyo neno hila manake ni mbinu mbaya, yaani ni mbinu lakini mbaya, ambayo lengo lake ni kumzuia mtu asizae matokeo, kwa anakuja kwa mbinu mbaya. Maana anafahamu okay, mtu mbegu ambaye wewe hapa umeokoka, na pia ndani kuna upako na moto, kwa hiyo anakuja kwa mbinu mbaya, yaani kwa lengo usimgundue kama ni yeye, lengo usije kumshia moto, ataungua, kwa anakuja kwa mbinu mbaya. Hiyo ndio ina yake sasa. Kwa hiyo kumshinda adui hapa shetani sio na upako mengi sana, hapana. Leo lazima tu uwe na maarifa. Maarifa ndio njia pekee sana kumdhibiti shetani au kuijua hila yake na kuishinda. Ukienda ile Mwanzo sura ile ya 2 pale, shetani akaenda pale kwenye Eden kumdanganya Eva na Adam, lengo lake wafanye dhambi. Na kina Adam Biblia walikuwa ni watu ni majitu makubwa ya ajabu sana, ambao ndani yao walikuwa wana uwezo wa ajabu sana. Shetani akaenda, na hakuenda kutumia nguvu, alienda kwa akili. Sema akili. Akili. Alienda kwa hila au akili. Lengo lake ni amdanganye na asigundue kama amdanganyika. Kwa hiyo Adam alikuwa kama vile Mungu, ni kama Mungu. Sio ndio? Alikuwa kama Mungu. Akaenda akasema hivi, eti kile tunaishi mtakufa. Tuna hapana. Tutakuwa tunafanya ile mfano tusile tukio tutakufa hakika, sababu na Mungu anaogopa. Mkila tunda hilo mtakuwa kama yeye. Sasa hiyo anaongea nao tayari ni kama Mungu. Yeye ndio na kweli ile anadanganya kupitia kweli ile. Maana shetani hakwenda na makomboa kama Eva na kuamua kwa tunaenda kuua kama hivyo. Alienda kwa akili ya kificho, kwa mbinu mbaya. Lengo lake ni kumkamata mtu ambaye ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakupa wazo kama mbegu ndani yako kwa lengo la kuzaa na kuota. Na kwa unafanya kazi kwa bidii sana, shetani anakuja kwa hila mbaya. Kwa hila mbaya. Lengo lake ni kukuzuia usifanyie kazi au usione matokeo. Ndio mtu yeye anapambana kweli, lakini haoni matokeo au kidogo sana. Na mtu mbegu huko ndani ana mavuno ya watu wengi sana. Kwa hizo hilo wazo maana ni mbegu muhimu sana
ambayo ikikuwa na kota ni neema ya mamia nyuma yako. Bwana asifiwe sana. Kwa anakuja kwa hila ya kificho, lengo lake ni kuzuia hiyo spidi ya kufanikiwa kwa haraka. Okay, sasa ziko hila mbalimbali. Ziko hila nyingi sana ambazo mwovu anazitumia kuwakamata watu wa Mungu au kuwazuia wasifanikiwe maisha yao. Ziko hila mbalimbali nyingi sana. Lakini moja ya hila muhimu sana ambayo anaitumia shetani kuwabana watu wa Mungu ambao ni mbegu zake ni hila ya mfumo, system, mfumo. Na hakuna hila mbaya sana kama hila ya mfumo. Hakuna hila mbaya sana kama hila ya system. Hii ni hila ngumu na mbaya ambayo Mungu anaipanda kwa watu. Lengo lake ni kuzuia mtu asione matokeo au mtu asizae matokeo. Kwa nini? Anafahamu ni mbegu muhimu, kwa anakuja na hila ya mfumo, system. Unisikilize. Mfumo ni jambo la kiroho ambao inazaa matokeo kwenye hali ya kimwili. Au mfumo ni nguvu mbaya sana, ni nguvu ya kiroho ambayo inazaa matokeo kwenye maisha ya kimwili ya mtu. Na ndio maana unisikilize, uko ile pale wewe uko hivyo, ni matokeo ya mfumo ambao uko nao. Ule mfumo ambao unaishi nao ndio ambao unaamua leo unaishi duniani. Kwa hiyo hautaishi zaidi ya mfumo ulio nao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ndio maana familia ambayo haina mfumo ni ya hovyo sana. Kila eneo kuna mfumo. Bwana asifiwe sana. Familia zina mfumo wake. Kila nyumba, wewe kwenu nyumbani kama kijana, mwisho nje, safari jioni. Nje hapo ni adhabu. Huo ni mfumo. Kanisa pia nalo lina mfumo wake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Lakini pia Mungu ni mtu wa kwanza kugundua mfumo. Mungu ndiye ambaye aliumba mfumo kwa binadamu. Lengo lake ni waishi kwenye utaratibu wa kimungu duniani. Kwa Mungu akapa binadamu mfumo, kwamba wakaya kwenye mfumo wa Mungu. Shetani alifotocopy, yaani aliiba vya Mungu. Okay, ukienda pale Mwanzo sura ya 2. Hapa ndiko Mungu ambapo aliumba mfumo kwa kina Adam. Na akawaambia, jamani, mkae huko ndani, mle huko ndani, msile nje, mle ndani ya mfumo. Mwovu kama kaida yake ni mtu wa hela nyingi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mwanzo sura ya 2. Tuanze mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. 8. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Maanake Mungu akaandaa mazingira ya Adam kuishi, ambayo ni alipanda bustani ya Edeni na akamtoa yule mtu akamweka akae ndani ya bustani ya Edeni. Haleluya. Amen. Tuendelee mbele. 9. Bwana Mungu akatupusha katika ardhi kila mti unatumika kwa macho na kufaa kukuliwa, na mti wa uzima katika bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Njoo mstari wa 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mungu akaandaa bustani ya Edeni, alafu akamtoa Adam akampa akae mle ndani ili ailime na kuitunza. Yaani Adamu alipewa kazi. Na ndio maana duniani umekuja na kazi. Haleluya. Huko hapa huko ndani umekuja na kazi. Okay, tutaangalia mbele kidogo. Mstari wa 16. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Unajua hapa manake Mungu akapanda na akamtoa Adamu akae mle ndani, lakini pia akampa kazi ailime na kuitunza. Alafu akaambiwa Adamu akae ndani ale matunda ya mle ndani. Maana kiroho ile Eden ilikuwa na mfumo wa Mungu ambao aliwataka wakina Adamu wakae mle ndani, lakini pia wale ndani yake. Maana unakula ndani ya mfumo. Bwana asifiwe. Aliamuru wakina Adamu wale ndani ya mfumo, sio wale nje, wale ndani ya mfumo. Kwa hiyo kazi yao kwa Adamu ni kupalilia mfumo na kulea wale mfumo, alafu wale ndani yao.
Na ndio maana mtu mbegu, manake ili avune lazima cha kwanza alime, si ndio? Cha pili apande mbegu, alafu apalilie hiyo mbegu, atie mbolea, baadaye ale. Na ndio maana mtu mbegu manake ana uwezo kwa mfumo, you can be assisting. Na ndio maana wewe sio wa kawaida, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo una uwezo kwa mfumo ndani yako. Kwa hiyo Mungu akapanda ile Eden ambayo ni mfumo na akawakiza ile ndani wale ndani yake. Maana kwa mfumo ambao ni Eden ulikuwa unawapa kwa Adamu wale na vitu. Sio ndio? Wale na vitu, yaani wasikose kitu. Okay, twende kwa mfano. Bwana asifiwe sana. Amen. Samahani, naomba hapa watu 4, watu 5, samahani, watu 5. Samahani. Hii Yona yuko hapo Yona. Majina wangu Yona njoo, majina wangu kabisa. Njoo watu 5, bado watu 4. Sasa asante mama. Asante. Mtumishi mfundi pale. Asante sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Tupo 5. Naomba mfano huu uangalie. Ukielewa kwa mfano huu, tayari ushaelewa somo letu. Bwana asifiwe sana. Yona leo jina langu hapa. Nyinyi wanne naomba ndio kile duara cycle. Shikeni mikono kile cycle duara. Shikeni mikono kile mikono. Bwana asifiwe sana. Angalia mfano huu ndio kitabu cha Mwanzo hapa, sura ya 2 yote ndio mfano wake. Mungu alipanda bustani ya Eden. Hapo hii cycle ndio bustani ya Eden yenyewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hapo Mungu aliipanda. Alafu akapanda miti ndani yake mbalimbali. Alafu ndipo akamfanya Adamu kwa mfano wake na sura yake na mke wake. Akamtoa Adamu kwamba Adamu, hii ni bustani yako ambayo lazima uitunze na kuilima. Alafu ule ndani ya bustani, Adamu ingia mle ndani. Kwa Adamu amekaa mle ndani saa hiyo. Amekaa kwenye mfumo wa Mungu, a system of God, mfumo wa Mungu ndani yake. Anaomba Adamu hapa alikuwa alime apalilie mfumo, then ale ndani. Yaani asiye huko nje, ila ndio ale ndani ya mfumo. Kwa hiyo mfumo manake una package mbalimbali za Adamu. Mfumo una package mbalimbali kwa ajili ya Adamu. Na ndio maana maombi yalikuja baada ya anguko, baada ya kwenda nje ya mfumo. Maombi yakaanza. Kabla ya anguko, huoni Adamu amekaa naomba, bali yuko ndani ya mfumo wa Mungu ile anakula mle ndani hata teseke. Okay, mfano. Huyu mzee wangu hapa, mtumishi wa Mungu hapa, yeye ashumu sasa. Hiyo ni mfumo wa Mungu, si ndio? Ashumu yeye ni madini ya kila namna. Madini, yaani ni utajiri mkubwa. Ashumu mama yangu hapa yeye ni mfano, si ndio? Mama hapa yeye ashumu ni afya, ni uzima. Mtu wa Mungu hapa yeye ashumu ni ardhi. Hapo mama yangu hapa yeye ashumu yeye ni tuseme ni mazao, utajiri mkubwa sana. Manake huu ulikuwa mfumo wa Mungu kwa Adamu. Na kaambia Adamu, ili ule ndani cha kwanza palilia mfumo. Alafu pia ulime, alafu kula ndani yake. Kwa hiyo Adamu akiwa ana haja ya kuwa tuna madini, ana haja ya funge masabani, baba madini. Hiyo haja ana nini? Madini yako kwenye mfumo wa Adamu. Kwa Adamu siku akiumwa, hana ya Mungu baba niponye hapa. Fire toka. Hana nini? Mfumo unapaka ndani ya afya ya Adamu. Lakini Adamu lazima autunze na kuilima mfumo. Lengo lake akae ale mle ndani. Ukienda huko chini sasa, sura ya 3. Shetani mwerevu akamwendea pale kwenye bustani mke wake Adamu. Lengo lake sio Adamu tu aende jehanamu. Hapana. Lengo lake ni Adamu atoke nje ya mfumo wa Mungu. Na aliambiwa ale ndani ya mfumo, asile nje, ale ndani ya system. Asile nje ya mfumo. Kwa chakula cha Adamu kipo ndani ya mfumo, sio nje ya mfumo. Kwa adui akaenda pale. Kwa lengo tu ni kumtoa Adamu kwenye eneo lake. Akamdanganya Adamu pale mke wake. Wakala tunda. Bahati mbaya saa hiyo macho yao yakafunguliwa nje. Alafu wakafukuzwa kwenye Eden, njoo nje Adamu. Wakafukuzwa tayari. Kumbuka, hii ndio mfumo, hii ndio maskani ya Adamu.
Saa hiyo ametolewa nje na aliambiwa Adamu, palilia alafu kula ndani yake, asile nje. Saa hiyo amekula huko nje, yuko nje tayari, kula yake Adamu yuko ndani, vaya Adamu yuko kule ndani, sijui Adamu yuko kule ndani. Leo hii yuko nje, ndio anaanza baba, naomba nipe hela, paka struggle sana. Shida yuko nje ya mfumo. He is out of the system. Hallelujah. Hallelujah. Ni maombi yakaanza hapo sasa, maombi yakaanza hapo sasa. Kabla ya hapo maombi hayakuwepo. Na mpango wa Mungu leo uishi hivi. Inawezekana pia. Hallelujah. Yaani leo uko karne hii hapa, unaweza kuishi kama vile Eden. Hiyo nguvu ipo, una uwezo huo. Kwa hiyo yuko hapa leo anateseka. Anateseka maisha magumu, mtabu mingi, aliyakuwa alitakiwa aishi humu ndani. Sasa nisikilize. Shetani jinsi alivyo mbaya, huwa ana photocopy kwa Mungu. Maana kama Mungu alitumia mfumo kuwaongoza kina Adam, maana pia ana photocopy kwa Mungu. Israeli yuko ubaya. Haleluya. Kumbuka Adam ni mbegu humu ndani, ni mbegu muhimu sana. Kwa hiyo anatakiwa azae kuchanua. Mfumo huu wa Mungu ni Adam awe na vitu, yaani unampa vitu Adam awe navyo, asiwe na maskini. Na ndio maana package ya mfumo uovu shetani ni package ya maskini. Wanasema na umaskini yake ni mabaya yote, kwa maana asira na kitu. Umaskini ni kukosa. Wanasema sasa shetani amekopi kwa Mungu. Sasa hizi ni vice versa, sasa ndio vice versa kinyume chake. Imekuwa ni mfumo wa shetani. Ni mfano tu, mimi sio kweli, mfano. Adam sasa hiyo amehamishwa na shetani, ameingizwa kwenye mfumo wa shetani. Hajakuwa ameokoka. Mwana wa Mungu yuko hapa kabisa, ndani ana maupako mengi sana, lakini amekaa kwenye mfumo wa giza, mfumo wa shetani. Okay, kama mtu alikuwa ni madini utajiri ndio namna. Kumbuka, mfumo wa shetani ni Adamu anyonywe asiwe na kitu. Ukienda Kutoka sura ya kwanza mstari wa 10 kwamba Farao ambaye ndiye Yusufu akainuka sema hivi, hawa walikuwa wengi, tuendelee kwa akili wasije kaongezeka. Sifa ya mbegu ni kuongezeka. Haleluya. Mfumo wa roho kwamba unambana mtu sawa ni mbegu lakini asiongezeke. Kwa nini? Akiongezeka anakuwa na nguvu sana. Kwa hiyo tumbane kwa hila asije kaongezeka. Nini mfumo? Taifa la Israeli lilikaa utumwani kwenye kule Misri. Ile Misri ni mfumo wa unyonyaji. Ile nchi ilikuwa nzuri sana, ilijengwa kwa ukubwa sana. Ilijengwa kwa nguvu za taifa la Israeli. Aicheki ambao alijenga ni maskini wao kutupwa. Nini? Ni mfumo uovu ambao unawanyonya. Sasa Adamu leo hapa ameokoka kabisa, ni mbegu kubwa sana. Ndani kuna mawazo makubwa, ideas nyingi sana, lakini je, kuna mfumo wa uovu ambao uko nyuma yake. Mfumo wa shetani. Sasa ni mfano. Si ndio? Ni mfano. Mna amani. Amen. Amen. Mtu ambaye alikuwa na madini sasa hivi labda ndo amekuwa ni umaskini. Sawa? Umaskini ni magonjwa, si ndio? Ni mfano na haitakuwa hivyo. Wewe ni afya. Mtu ambaye alikuwa ni ardhi. Sasa amekuwa labda ni hasara. Alafu hapa amekuwa ni chuma ulete. Kwa hiyo zote hizi ni package ambazo ziko ndani ya mfumo wa shetani. Ni package ambazo ziko ndani ya mfumo wa shetani ambao zinamzuia Adam asiongezeke. Okay, Adam ghafla akapata wazo kwamba isemini mbegu kwenye familia yangu. Nina wazo kuwa kampuni ya ufugaji wa kuku kibiashara. Kwa lengo nifanye hiyo mradi ili nitajiri, ili kutoa familia kwenye eneo la maskini. Sasa hiyo ana hilo wazo, hiyo idea hali ya kuwa amekaa ndani ya mfumo wa uovu. Ambao mfumo huu hauruhusu Adamu awe na umiliki wowote, ni kumnyonya asiwe na kitu. Kwa hiyo akaamua akanunua ardhi kiwanja. Kajenga ofisi kubwa sana ya ufugaji wa kuku kibiashara. Check sasa. Amefuga pambana. Imefika hatua auze au kuku. Au kuku akawauza mahela mengi sana. Hayo na mfumo wa adui, kuna package ya maskini ambayo ni kumtoa Adamu asiwe na vitu. Kwa ghafla Adamu anafilisika tena. Au anakuwa na hela. Halafu cheki kuna package ya magonjwa kwenye mfumo. Magonjwa yanakuja hela zote kutibiwa. Lengo lake nini? Asiwe na umiliki. Au apiga hela kwa kweli. Alafu hapa kuna chuma ulete.
Yaani mtumishi, yaani nikitaka mimi sioneke hela. Shida iko, shida ni system, mfumo mbovu. Umekaa hapo. Ambao ulimshika Adamu, hauruhusu kutoka hapo. Amekamatwa na huo mfumo. Ni mfumo wa mbovu. Sasa mnasikiliza. Adamu hapa alipo ameokoka. Ni mwana maombi anafunga, Baba nisaidie nitoke. Piga fire, funga anga 100 kavu, lakini haoni mtoboa. Unasikiliza, huu ni mfumo mbovu. Kushinda mfumo huu sio kwa vile wewe unaomba sana. Mfumo huu utashinda kwa sababu una maarifa ndani yako. Hakuna mfumo ambao kama mtu ambaye ndani yake hajai maarifa. Maarifa ni taa, ni mwanga, ni nguvu ya kiroho. Kuna aina ya upako ambao maarifa yanayozalisha ndani yako. Haleluya. Kwa jambo la kwanza Adamu hapa, sio aina kunipe mafuta ya upako. Hapa haitaji hicho. Cha kwanza ni kujua kweli, maarifa ndani yako kweli kwanza, maarifa ndani yako. Sasa niangalie. Nisikilize. Adamu sasa ameamua kupata maarifa. Kama hivi kwenye ibada za asubuhi ya kosi, anakuwa anajua vitu ndani. Akiwa anapata maarifa, mifumo hii inakuwa inalegea. Bwana asifiwe sana. Okay, naomba kitu anza kurudi nyuma ni. Nyuma ili nyuma umeona ndio ili litatoka. Kama ndipo Adamu ameamua kuwekeza kwenye maarifa. Ameamua anapata maarifa. Maarifa. Kama mifumo inaanza kulegea tena. Umeona hivi viungo, si ndio? Vinalegea, si ndio? Kwa nini? Adamu anajaa maarifa. Kuna aina ya uwezo ambao anakuwa nao. Ile Mithali sura 24 ile 5 kwamba mtu mwenye hekima huwa na nguvu, bali mtu wa maarifa huongeza uwezo. Kwa mifumo utalegea tena hiyo. Ghafla baadaye mifumo inatolegea tena. Unaona tena ghafla mifumo inaachia. Adamu anatoka akiwa salama. Nini? Amejaa maarifa mkakae. Ndio maana mtu mbegu lazima ndani atafute kuwa na maarifa. Kwa nini? Mifumo ya nguvu hairuhusu mtu achomoke. Mifumo ya ulimwengu hairuhusu mtu achomoke. Okay, Mungu alipa neema muda kidogo nyuma hapo. Nilikuwa nina mgawa wangu kule Mbalizi. Fua mgawa Mbalizi. Maana yake ule ni mfumo wangu mimi, si ndio? Mimi ndio boss ambaye kuna watu pale ni mwajiri. Kwa hiyo mimi ndo naamua mshahara wao uishi ngapi. Hawaamui wao, mimi ndo naamua. Kwa nini? Maana ule ni mfumo wangu mimi, ni system mimi. Kwa hiyo ndio boss, mimi ndo system master, ndo master wa mfumo. Ambapo kuna watu ambao wako chini yangu pale wanafanya kazi. Mabinti ambao pale ni mwajiri. Kwa siku mshahara wao ilikuwa ni shilingi 3,000. Ni ndogo sana, si ndio? Kwa maisha haya ni ndogo sana, si ndio? Kwa bado ajira ni dukani ndio vocha ya buku tani buku mbili. Si nyumbani sabuni imeisha tayari hela imepungua na kesho asubuhi kazini tani mfumo ambao nampa hela kidogo. Fikiri mfano. Hawatu ndio kama mshahara kwa siku mshahara wao kwa siku ile shilingi 20,000. Kwa siku mshahara wao iwe shilingi 20,000. Piga hiyo picha. Sasa okay, Makira ana mshahara kwa siku pale ndio mshahara wangu shilingi 20,000. Na anajiambia kwa Makira nakaa labda miezi 6 nijikusanye ili ndio nitakuja binafsi pia nifungue ofisi yangu ya biashara yangu, si ndio? Hiyo ni haki yake yeye, mimi sitamzuia, ni haki yake yeye. Sasa fikiri anapata hiyo hela, akaamua ajikusanye au na mtaji mkubwa au ile ofisi yangu, akaamua suppose mimi kwa kweli nimefika hatua naomba niache kazi nifungue ofisi yangu, sitamkataza, ni haki kisheria. Anaamua mgawa wake yeye afungue mgawa wake, afungue hapa nje kwangu. Mimi kule hata sifahamiki ofisini. Kwa nini? Niko busy sana. Yeye kule ndo anafahamika sana. Kwa mimi hata sifahamiki. Wateja ndio wanafahamu, yeye ndo anafahamu. Akaamua aache kwangu hapa, afungue mgawa wake nje kwangu hapa. Maana yake mimi nitaanguka, si ndio? Wale watu wote atachukua kadada kwa mimi huko nakufa naanguka. Kwa hiyo ili kuzuia hicho kitu kwamba mtu asiongezeke, nampa hela kidogo. Lengo lake sawa, ana wazo, lakini hiyo hela haitoshi. Maana nimewapata kutumia hila akili kwamba usiongezeke. Hiyo ndio ile ya shetani mwovu. Anakuwa hapo ni mbele. Na una neema ya kuongezeka. Kwa anakuja kwa hila mfumo. Lengo lake tu ni kuhakikisha mtu hastawi wala haongezeki. Andika Kutoka sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 8. Kutoka sura ya 5 mstari wa 2 mpaka
ule wa 8. Hii ni habari ya taifa la Israeli wako utumwani, ambapo Musa na Haruni wakaenda kwenda Farao kuombea Musa watoke waende nchi ya ahadi. Angalia, tusome kidogo kwanza Kutoka haraka, ndio umekimbia sana. Kutoka sura hiyo ya 5 na mstari wa 2 mpaka wa 8. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi sikujui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Wakasema, Mungu wa Waebrania amtukana na tuomba tupe ruhusa twende safari ya ngwano, tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije kutupiga kwa tauni au kwa upanga. Farao wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akawaita akasema, tazameni watu wa nchi wako nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha wasichukue mizigo yao. Na siku ile Farao akawaamuru usimamizi wa watu na wanyapara wao, akisema, msiwape watu tena majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu hapo, na waende wakatafuta majani wenyewe, lakini hesabu matofali waliokuwa wakifanya tokea hapo wawekeni hiyo, sipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wanapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Umeona hapo sasa, ile nchi ilijengwa kwa nguvu ya taifa la Israeli. Kumbuka ile nchi Misri maana ni mfumo wa utumwa, ni eneo la utumwa, ni unyonyaji. Imefika saa Mungu kutoa hiyo nchi ya utumwa. Cheki Farao ambao walikuwa mkali, watu hawana wavivu sana, waongezee kazi iwe ngumu zaidi. Hali ya kuwa watu hao kazi yao ilikuwa ni kubwa tangu mwanzo. Kwa nini? Na kipale ni mfumo ambao ulikuwa unakamata, na ndio maana mfumo kushika kutoka sio rahisi. Sio rahisi. Fikiri mtu ambaye ameshikwa na mfumo maskini, na kwa hiyo mfumo tunamwambia kama vile kupe au mwachi. Kwa hiyo unamnyonya sio na kitu. Lakini Bwana akaamua aachie mapigo kwa lengo la kuwatoa kwenye eneo la utumwa. Sura ya 3 mstari wa 9, Kutoka sura ya 3 mstari wa 9. Mungu anaongea na Musa kwamba nimesikia kilio cha watu kule nchini Misri, na mimi nimekuja na kukomboa na kutuma wewe. Lakini Mungu akamtokea baada ya kusikia kilio chao, kusikia kuugua kwao, Mungu alishuka kuwatoa. Na Mungu anawatoa, wanasifiwa sana. Haleluya. 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 Mungu anatoa kwenye eneo la utumwa, waende kwenye nchi ya Kanaani, ambayo ni eneo la kuzaa na kuongezeka. Inawezekana uko hapa huelewi mfumo wako ambao unakuzuia kupiga hatua ni kitu gani. Inawezekana huelewi kwamba Mungu anasielewi sasa piga hatua, ila nini kikwazo sielewi. Maombi haya ya siku ya leo, pigia picha chochote mtu anasema kwamba labda mimi kitu ndio kinanizuia, pigia picha ndani yako kwamba mimi labda nahisi mimi hapa, mimi labda nahisi hicho ndio mfumo ambao unakuzuia sasa. Haleluya. Ambao leo tutoke hapo. Amen. Tuanze kuona unapokea wazo. Amen. Na kufanya kazi, pendo ni matokeo kwa haraka. Amen. Kwa nini? Wewe ni mpendo. Kwa hiyo mfumo unakuzuia usione matokeo kwa haraka. Leo lakini kuzuia matokeo kwa ajili ya watu wengi, kwa ajili ya kesho. Lengo ni kwa ajili ya watu wengi nyuma yake. Kwa anakuja na hiyo ila mwovu ila mfumo. Lengo lake ni kuzuia hiyo mbegu isitoe matokeo kwa haraka. Lakini leo tutoke hapo. Amen. Huko ndani kuna kitu. Kwa Mungu nimekaa hapa muda mrefu yatosha. Mlima huu nimekaa yatosha. Leo nipe hatua mpya. Nianze kuona matokeo mapya ndani yangu. Amen. Mungu mimi nafanya kazi sana, napigana kwa hivyo lakini sioni matokeo. Shida ni mfumo. Huko ndani chukia, amua leo Mungu akutoe hapo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unisikilize. Taifa la Israeli baada ya kulia ndio Mungu alisikia kilio chao. Kwa hiyo unasikilia mpaka leo tuko utumwani. Ila kilio chao tu ndani yao. Mungu akasema wake jamaa wameugua sana, wameumia sana. Basi na mimi nishuke niwatoe hapo. Maana Mungu aliangalia ndani yao kwanza. Kwa hiyo uko ndani, angalia una kiu gani hapo ulipo nao. Mungu nimekaa hapa yatosha. Mimi nimepiga kazi la juu yangu mimi misho la 5 la 4 sikuisi ene. Hiyo ni mfumo mbovu. Ndio maana mfumo hautakuruhusu wewe na hela kuzidi wenyewe. Ndio maana tunataka hapo sasa. Wewe ni mfumo ujue uwezo ambao uko kama mbele ambao utakufanya kwa mfumo tutaanzia kesho hapo.
ndio maana wewe mtu hatari chini ya jua, wewe mtu hatari, shetani anakuogopa, anajua uko ndani na uwezo wa hali ya juu sana. Aliweza kumhukumu na mzuia kimfumo, sija kujua uwezo wako kuna viatu. Anajua wewe mtu hatari chini ya jua. Ukijua uwezo wako, huzuiliki, you are unstoppable, huzuiliki. Amen. Huzuiliki kabisa. Wewe ni mbegu ndani, ni mtu muhimu sana chini ya jua. Lakini bado hujafahamu baadhi ya package ambazo ziko ndani yako. Ndio maana una uwezo kwa mfumo. You can be a system. Una uwezo kwa mfumo. Amen. Wakina Ayubu walikuwa ni mifumo wale watu. Nini? Waligundua maeneo ya mbegu zao. Wakina Ibrahim walikuwa ni mifumo ya hatari. Ndio maana tutaanza kesho hapa. Bwana asifiwe sana. Wewe una uwezo kwa mfumo. Wewe sio wa level hii. Wewe ni mtu wa mbali sana. Stand up. Roho Mtakatifu, tuko mbele zako, 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 Roho, tuko mbele zako, tuko mbele zako, Roho, tuko mbele zako, tuko mbele zako, Roho, tuko mbele zako, tuko mbele zako, tuko mbele zako, tuko mbele zako. Jambo la kwanza nataka uko ndani, tulia ndani yako. Uko ndani, tulia ndani yako. Alafu funga macho yako. Uone jione yako. Jione kama vile hapo uko peke yako. Yaani wewe na Mungu pekee chumbani. Jione hivyo. Sisi hasa kama vile kuna mwenzangu hapa tunacheka. Hapa. Muda kama huu kama hizi, jione uko peke yako. Haleluya. Uko ndani. Jione uko peke yako. Alafu nataka upige picha ya maisha ambayo unaishi, sio ya kiroho. Haya ya kimwili. Haya ya kimwili. Sababu maisha ya kiroho ndio ambayo yanaamua maisha ya kimwili. Kwa maisha ya kimwili ni picha halisi ya maisha ya kiroho jinsi yalivyo. Na huwezi kaishi zaidi ya maisha ya kiroho ambayo uko nayo. Kwa nataka upige picha ya maisha ambayo unaishi leo. Sasa. Na mwanzo kwa Mungu alikuwa huko mengi Mungu alikupanga ufanyie kazi. Lakini kufanyia kazi. Afu angalia maisha ya sasa unayoishi. Kama huna furaha nayo, nina uhakika ni kuna hila mwovu mahali fulani ambayo inafanya kazi kumzuia mtu kupunguza spidi. Kazi ya mfumo mwovu ni kupunguza spidi ya mtu kupiga hatua. Sawa piga hatua lakini kupunguza spidi. Sawa fanikiwe lakini kupunguza spidi. Na ndio maana kuna spidi ya Roho Mtakatifu ambao anaamua na mtu wake kwa lengo la kufanikiwa kwa haraka na kwa spidi na kwa wakati aliyoamuru Mungu. Na ndio maana mtu mbegu amefungwa ndani ya muda. Kuna majira ya kuzaa kwake. Kwa hiyo Mungu anampa spidi kulingana na majira ambayo Mungu amekupa kufanikiwa kwako. Piga picha ya mabaya ambayo unaishi leo. Mabaya ambayo hata huna furaha nayo. Piga picha tu hata kula yako tu, unakula kwa shida, unakula kwa sababu kinapatikana. Huyo mtu anakitaka, kinachopatikana. Hiyo ni ishara ni hila mfumo. Ambao unaondoa sana vitu. Mfumo wa kimungu wale hai ni mtu ambaye na vitu. Mfumo wa Mungu ni mtu asiye na kitu. Unamnyonya au mtupu. Hiyo ni ishara. Ni uwepo wa mfumo wa giza. Wengine kwa magonjwa hayaishi. Yaani magonjwa ni kituo kwa. Hiyo ni ishara, ni mfumo wa magonjwa ambao lengo lake ni mtu asifanikiwe. Kuna wengine ni mfumo wa maskini ambao umekaa juu yao. Kumbe ni mwovu ambaye aliupanda kwa lengo kuzuia matokeo ya kesho. Anafahamu yeye ni mbegu muhimu sana ambaye Mungu amekupa, lakini cheke anazuia. Na kuna wengine kwenye familia yao ni ndoa kabisa kamili ambao Mungu amempa pamoja, lengo lake wafanye vitu vikubwa duniani. Cheki shetani anakuja, anapanda mfumo wa uovu ambao ni mfumo wa faraka.
lengo lake wasiongee lugha moja. Kwa maana anazuia spidi yao, anazuia kuzaa matokeo. Huo ni ishara ya mfumo mbovu. Au wewe tu unafanya kazi, yaani ili ufanikiwe mpaka upeseke sana ndio ufanikiwe. Hiyo ni ishara ya uwepo wa mfumo mbovu. Lakini leo uko ndani, chukia hiyo hali. Hiyo picha ambayo leo unaiona sasa hapo, maisha mabaya ya chini ya dhiki, magomvi, magonjwa yaishi, umaskini. Hiyo ni picha mbaya. Uko ndani ichukie hiyo picha ndani yako, ikasirikie tu. Sasa Mungu, hii picha nimeichoka. Nimekaa hapa muda mrefu, yatosha. Leo Mungu itokee, na Mungu yuko hapa siku ya leo kutusaidia kutoka hapo. Maana Mungu ameamua mtu wake atoke. Kwa nini? Wewe ni mbegu muhimu. Mungu anajua wewe ni mbegu muhimu. Kwa Mungu anataka leo utoke ili uzae matokeo. Thank you Jesus. Kora mashata dabaya. Koro shata ramandorogo kora basi. Mungu anao kuna picha ambayo anaiona hapo ya maisha mabaya ambayo anayaishi, ambayo sio sehemu yake, na amejua ni uwepo mfumo ambao umekaa juu yake. Na naona leo wanakiu kuona kutoka hapo. Roho Mtakatifu umtoe ilo eneo siku ya leo. Umtoe leo hapo Bwana. Umtoe leo hapo Bwana. Atoke leo ilo eneo. Amekaa muda mrefu, yatosha. Mungu, leo ni siku muhimu. Leo atoke hapo. Mungu, leo atoke hapo. Kama taifa la Israeli Misri, Mungu katoa mapigo mbalimbali, mapigo ya tauni, mapigo ya magonjwa. Pia leo Mungu mfumo na adui apigwe na kila aina mapigo. Leo mwanao atoke kwenye mfumo katika jina la Yesu aliye hai. Hasa pia pigia picha maisha ambayo unayapenda kuyaishi, ambayo ungefurahia siku uyaishi. Pigia picha maisha mazuri ambayo unapenda kuyaishi. Unaona ni makubwa sana ambayo utaanzia hapo. Hiyo ni mbegu, hiyo picha ni mbegu. Hiyo picha ni mbegu. Kwa hiyo ndani kama Mungu mimi, wewe nikifika hapa mimi Mungu nafurahi sana. Hiyo picha muhimu sana. Muhimu sana. Kufika hapo inawezekana. Haleluya. Unaona utaanzia hapo, lakini inawezekana. Sema asante Bwana. Asante Bwana. Na kushukuru kwa uwepo wako na upako wako na nguvu zako za asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, na kushukuru sana. Wewe ni mwaminifu kwangu. Asante kwa wema wako katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu, naomba neema, naomba toba juu ya kila aina ya mfumo urefu ambao umekalia maisha yangu, mfumo ambao unanizuia nisiongezeke, kila mfumo ambao unanizuia nisikae matokeo kama mbegu. Roho Mtakatifu, nimegundua hila hii ni hila mbaya sana ambayo mwovu adui ameipanda kwenye maisha yangu, nisiongezeke, nisistawi. Amepanda ile ya mwovu. Nami leo Bwana nimejua hili jambo, nami nimeamua ndani yangu kuharibu na kutoka kwenye mfumo wote wa giza ambao umekaa kunizuia nisichomoke kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mfumo huo tangu sasa leo nimeufahamu na nimekemea kwa damu ya Yesu aliye hai. Achia ule mfumo wa magonjwa ambao umekaa juu yangu miaka mingi kulizuia nisiende kama mbegu. Ule mfumo achia. Leo nimeamua kuweka kama mbegu. Leo ule mfumo unaniachia kwa moto. Kuna mashata. Unisikilize. Jione uko peke yako. Upako wa Mungu uko hapo siku ya leo kukutoa kwenye ile eneo. Kuna mashata na baba. Roho shata na baba korobosh. Hiyo hali ndani ikasirikia tu, Mungu mimi naishi
iishi muda mrefu. Magonjwa haya mimi yanaishi kwangu, leo nimechoka. Hiyo hali ichoke. Ili pokea hatua ya pili. Hatua ya kwanza uchoke kwa ndani, kinaenda ndani yako. Wewe Mungu, leo natoka ile eneo, natoka ile eneo, natoka ile eneo. Naenda 1 mpaka 3. Nikienda 1 tukaa kimya. Nikienda 2 tukaa kimya. Ile ya 3 kwa nguvu. Ya 3 ukisema fire kwa nguvu. Hii fire ni kwa ajili ya kuteketeza kile mifumo mibaya ambayo imekaa kwenye maisha yetu, kutuzuia kupiga hatua. Leo tutoke ile eneo. Kwa hiyo ujiandae ndani, vuta ndani ya sila. Hiyo picha mbaya na leo ione tu kama ipi mbaya na ione, and then itie fire. Baada ya kusoma 3 ile fire, omba binafsi, jiombe kile mifumo ya kuvunja aliyo. Panda moto, panda moto, panda moto, panda moto. Haleluya. Kuna ina 1 akimya, ile 2 jiandae, ile ya 3 kwa nguvu. Sema fire kwa nguvu. Moto huu ni kwa ajili ya kuteketeza kila aina mifumo ya giza ambayo imekaa juu yako. Moja. Yeye peke yako. Yeye peke yako. Kora mashata na mabaya. Raba basete tebusha. Tusaidie. Moja. 2. Haya. Hakuna
Ng'oka kwa moto wa damu Yesu, kwa moto wa damu Yesu. Sikia, leo kufanya nao unakata hiyo mifumo na makala, unakata hiyo mifumo na hiyo mifumo hiyo mifumo iliyotengenezwa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Sikia, hiyo mifumo tunataka, tunatenganisha kila maungamanisho aliyoungamanishwa nayo watu wa ndani. Fire kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Moto kila vimepandwa na damu imepandwa na tumbo lake. Bashata. Wewe ni mfumo maskini. Asante Mungu maskini.